mwendelezo wa vipindi vyetu vya elimu ya afya ya uzazi, na leo tunaenda kuangalia mambo muhimu ya kuzingatia baada ya kuanza kutumia tiba-lishe. Kwa majina naitwa Monica Lucas, ni mtaalamu wa tiba-lishe. Nikukaribishe sana katika makala hii. Kwanza, hongera kwa kuchukua hatua na kuamua kutatua changamoto yako na kuboresha afya yako. Hii itakusaidia na kukuepusha na athari mbalimbali ambazo zingeweza kutokea kwa kukaa na tatizo kwa muda mrefu, ikiwemo kushindwa kabisa kulimudu tendo la ndoa, kitu ambacho kingeweza kupelekea upoteze heshima yako kama mwanaume, lakini pia upoteze ujasiri na kujiamini, na hata kupelekea mahusiano yako kuvunjika ama ndoa yako kuvunjika. Pia ungeweza kupata magonjwa katika mfumo wa uzazi, ikiwemo tezi dume na magonjwa mengine. Pia kinga yako ya mwili ingeweza kushuka sana na hata kukupelekea kuweza kupata saratani pamoja na magonjwa mbalimbali. Sasa, ili uweze kupata matokeo, kuna mambo ya kuzingatia. Kabla haujaona mambo haya, ningependa kwanza uweze kufahamu matibabu unayoyatumia yanafanyaje kazi au maana yake ni nini. Kwanza kabisa, hizi tunaita ni tiba-lishe ama virutubisho lishe. Virutubisho lishe ni bidhaa zinazotokana na mimea, matunda, mbegu, magome, mizizi, uyoga, vyenye viambata asili vinavyokusaidia kufanya seli zako za mwili zifanye kazi vizuri kama Mungu alivyokusudia. Au tungeweza kusema virutubisho lishe ni vitu ama kemikali vinavyopatikana kwenye vyakula ambavyo vinasaidia mwili wa mwanadamu katika ukuaji na kupambana na magonjwa. Na tungeweza kusema pia kwamba virutubisho lishe ama tiba-lishe ni viini ambavyo mtu anavikosa kwenye chakula cha kawaida kwa muda mrefu. Hivi vinazalishwa katika uasili wake na vina uwezo mkubwa sana wa kuimarisha afya ya mtu. Virutubisho hivi vimethibitika sana kuweza kusaidia mwili kujiponya kwa haraka na kuepusha magonjwa yasiyoambukiza. Lakini pia nchi za wenzetu zilizoendelea huwa wanatumia virutubisho lishe kama sehemu ya maisha yao, na sio lazima mtu augue ndio atumie hivi virutubisho lishe. Hivi vinamkinga mtu asipate magonjwa yasiyoambukiza, kwani husaidia seli za mwili zisichakae. Japo sisi Waafrika tunasubiri mpaka mtu augue ndipo atumie virutubisho lishe, kitu ambacho tunakuwa tumechelewa sana, na wengi tusipopata matokeo tunayoyataka huwa tunaanza kusema mbona havifanyi kazi. Kumbuka kwamba virutubisho lishe vimetengenezwa maalum ili kusaidia mwili au seli za mwili zisichakae ama mwili wako usichakae haraka na kukuletea magonjwa yasiyoambukiza. Lakini kuna virutubisho lishe vinafanya kazi kubwa sana kiasi kwamba hata mtu aliyeugua anaweza kuvitumia na vikamsaidia kupona kabisa. Kwa hiyo unapotumia virutubisho lishe, tambua kwamba sio dawa za kemikali na haziendi kufanya kazi ya kuua mdudu yoyote mwilini, bali zinaenda kurekebisha mfumo wa mwili ulioharibika na kusaidia seli zifanye kazi vizuri. Na ndio maana unapaswa kuelewa kuwa matokeo yake yanatokea taratibu, lakini ni ya uhakika na ya kudumu, kwani yanaondoa chanzo cha tatizo, sio kupambana na dalili zinazoonekana kwa nje tu. Kwa hiyo, anza leo na ujenge utaratibu wa kutumia virutubisho lishe wewe pamoja na familia yako, ili kusaidia mwili wako usichakae haraka na kuepuka magonjwa yasiyoambukiza. Sasa twende tukaangalie ni vitu gani tunapaswa kuzingatia tunapotumia virutubisho lishe. Kitu cha kwanza, imarisha kinga yako ya mwili. Kinga ya mwili ni kitu gani? Kinga ya mwili ni mfumo wa ulinzi wa mwili wako, au ni protini au seli ama viungo ambavyo huulinda mwili wako dhidi ya magonjwa. Kinga ya mwili ikiwa vizuri, ni ngumu sana mtu kuugua mara kwa mara. Ila kinga ya mwili ikishuka, mtu huweza kuugua mara kwa mara. Sasa kuna vitu vingi vinavyoweza
kufanya kinga yako ya mwili ishuke ama iwe vizuri. Kitu kimoja ambacho kinafanya kinga yako ya mwili ishuke ni umri kwenda. Mtu anapokuwa na umri mkubwa, hasa kuanzia miaka 40, kawaida kinga yake ya mwili inakuwa inashuka, kwani mwili unapoteza uwezo wa kuzalisha baadhi ya virutubisho. Kitu kingine ni mtu kuugua kwa muda mrefu. Mtu anapokaa na changamoto fulani kwa muda mrefu kama vile bawasiri, vidonda vya tumbo, tezi dume na kadhalika, kinga yake ya mwili hushuka. Hivyo unapotumia matibabu unaweza usione matokeo au ukachelewa kuona matokeo. Na ndio maana tunapokupa matibabu ni lazima tukuambatanishie na bidhaa ambayo itapandisha kinga ya mwili ili uweze kupona haraka. Kwa hiyo kama wewe umetumia matibabu na au uliwahi kutumia matibabu hukupata matokeo, chunguza vizuri, huenda kinga yako ya mwili imeshuka. Lakini pia dawa yoyote ni lazima ifanye kazi. Hakuna dawa isiyofanya kazi. Ukiona haijafanya kazi ni lazima ujue kuna kitu kinachopelekea na unapaswa uchunguze vizuri. Huenda kinga yako ya mwili ikawa imeshuka. Kitu cha pili, ondoa sumu mwilini mwako. Kitu kingine kinachofanya watu wengi washindwe kupata matokeo pale wanapotumia matibabu, hata kama matibabu yana gharama gani, ni uwepo wa sumu nyingi mwilini. Mwili huweza kupata sumu kupitia vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokunywa, perfume tunazopaka, vipodozi tunavyovipaka, hewa tunayovuta na vitu vingine. Unapokuwa na sumu nyingi mwilini, utaanza kukosa choo, utaanza kupata kitambi, utakosa usingizi, ngozi yako inawasha, utaanza kuona unahema sana, wakati mwingine unachoka sana bila sababu yoyote, au unafanya kazi kidogo na unachoka sana, wakati mwingine unashindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri na kadhalika na kadhalika. Sasa uwepo wa sumu nyingi mwilini au takamwili ni chanzo cha mwili kuwa dhaifu na kupata maradhi na kuharibu utendaji kazi mwilini. Dawa haiwezi kufanya kazi vizuri ikiwa mwili wako una taka nyingi mwilini ama una sumu nyingi mwilini. Kwa hiyo unapaswa kuzingatia hilo. Kitu cha tatu, fanya mazoezi ya kutosha. Mazoezi yanasaidia mzunguko wa mwili uwe imara, na kumbuka kwamba uume siku zote umejengwa na misuli ama mishipa. Kazi kubwa ya mishipa iliyopo kwenye uume ni kusaidia damu iweze kuingia ya kutosha kwenye uume ili wewe uweze kusimamisha uume vizuri. Hivyo mazoezi yatakusaidia sana mzunguko wako wa damu kwenye uume na kuimarisha misuli na damu inavyoingia ya kutosha kwenye maumbile yako. Utakuwa na uwezo wa kusimamisha haraka na utasimamisha imara na kwa muda mrefu. Zingatia mazoezi. Mwanaume huwa hakwepi mazoezi. Kitu cha 4, epuka vyakula vinavyokuwa na sukari nyingi ama mafuta mengi. Mafuta na sukari ni muhimu sana mwilini, ila vitu hivi vinapozidi mwilini huleta madhara mabaya zaidi, hasa kwenye mzunguko wa damu. Mafuta mengi hukwamisha damu kutofika sehemu muhimu za mwili kwa urahisi, hasa kwenye peripheral areas, yani namaanisha maeneo ya pembezoni mwa mwili ambako mishipa yake pia ni midogo midogo sana. Maeneo kama vile mkononi, miguuni, machoni, kwenye uume, na huweza kufanya mwili kuchoka mapema na kuishiwa nguvu. Kwa hiyo epuka vitu hivi, itakusaidia sana mishipa yako kuwa vizuri na mzunguko wa damu kuwa imara. Na kama una mafuta mengi, unatakiwa uondoe mafuta mabaya mwilini, yani ile cholesterol, ili mzunguko wako wa damu ufanyike vizuri, na itakusaidia hewa na virutubisho muhimu mwilini viweze kusafirishwa na kufika sehemu mbalimbali mwilini kiurahisi. Kitu cha 5, boresha lishe yako. Pendelea sana kutumia lishe yenye mboga mboga pamoja na matunda kwa wingi, na kuepuka vyakula vya wanga mwingi, mafuta mengi pamoja na sukari nyingi. Kwani kwa kutumia mboga mboga na matunda itakusaidia kukupa virutubisho muhimu na madini muhimu, na yatakusaidia mfumo wako wa mwili
uweze kuwa vizuri, kinga yako ya mwili kuwa imara, kitu ambacho kitakupa matokeo mazuri sana unapokuwa unatumia matibabu. Na huu unapaswa kuwa utaratibu wako hata baada ya kutumia matibabu. Unapaswa kuendelea kutumia mboga mboga pamoja na matunda. Kitu cha 6, zingatia muda wa matibabu. Zingatia muda wa kutumia matibabu. Ili kuweza kupata matokeo mazuri, zingatia muda wa kutumia matibabu. Hapa namaanisha length ama dosage ya matibabu. Kumbuka, magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo mtu hukaa nayo kwa muda mrefu sana bila kumpa madhara yoyote. Lakini madhara yake yanapokuwa yanatokea huchukua muda mrefu pia kuweza kupona. Sasa hapa kila mtu anajua ukubwa wa tatizo lake, amekaa nalo kwa muda gani. Kama tatizo lako umekaa nalo kwa muda mrefu, unapaswa kujua kuwa matibabu pia huchukua muda mrefu ili kuruhusu mwili kujiponya taratibu na kujenga upya seli za mwili zilizochakaa na kuharibiwa ili ziweze kurudi kwenye hali yake na uweze kupata matokeo mazuri. Na hapa matokeo huwa ni lazima yatokee. Sasa matibabu ya tibarishe kikawaida huwa mtu anatakiwa kutumia kwa siku zisizopungua 90, yaani miezi 3. Ndiyo maximum ya kuweza kutumia. Na ili mtu aweze kupata matokeo ya uhakika, unapaswa kuzingatia hili. Na kwa muda ambao ni minimum, kwa minor cases, kama kesi yako ni ndogo au haijachukua muda mrefu, minimum ya matibabu huwa ni siku 30, yaani mwezi mmoja. Kwa hiyo unapotumia tibarishe, minimum unapaswa kutumia mwezi mmoja na maximum unatakiwa kutumia miezi 3, yaani siku 90. Ingawa kwa baadhi ya kesi kama vile saratani huweza kwenda mpaka miezi 6 ili kuweza kupona kabisa. Pia inapaswa mtu atumie consistently, yaani namaanisha atumie kwa mwendelezo. Sio tunasema miezi 3, unakaa unatumia mwezi mmoja, unaacha tena unakuja kutumia tena kwa baada ya miezi kadhaa. Hii haitaweza kukupa matokeo mazuri. Unapaswa kutumia kwa mwendelezo. Kumbuka kwamba matibabu haya ama virutubisho hivi havina madhara yoyote kwa mtumiaji hata kama zikitumika zaidi ya miezi 3 na zikitumika na dawa nyingine za hospitali. Ila hakikisha unapokuwa unatumia dawa zingine unamjulisha mtaalamu aliyekuhudumia ili akushauri namna nzuri ya kuweza kuzitumia kwa pamoja. Ukizingatia mambo haya 6 utapona na zitakupa matokeo mazuri sana na ya uhakika na ya kudumu. Asante.